Ya, kama kawa kama ilivyo ada, leo tuko ndani ya TIA, tunakuja kwa ajili ya challenge na wanangu wa TIA. Sasa ngoja twende tukaone, je, yaliyopo yapo? Kameramani, tuongozane tukaone. Asante. Unaitwa nani? Neema. Neema. Eti dada, mahusiano bila sex inawezekana? Yeah. Inawezekana, si ndio? Sasa kama inawezekana, kwa nini vijana wengi wanaingia kwenye mahusiano na wanaachana kama mahusiano bila sex inawezekana? Wanaongozwa na tamaa za mwili. Tamaa za mwili. Yeah. Kwa vitu ngapi vitatu ambavyo vinafanya watu, yani vitu gani vitatu waachane? Sababu tatu ambazo asilimia kubwa inafanya vijana waachane kwenye mahusiano, wasikae muda mrefu, yani unakuta miezi miwili wameachana. Labda uaminifu. Uaminifu. Na ninapozungumzia uaminifu, uaminifu upi unaozungumzia? Yani uaminifu kwenye mahusiano. Yeah. Kwa hiyo yani ndio ninakuuliza kwa sababu unasema bila sex haiwezekani, si ndio? Na kitu kikubwa ambacho kinapelekea kuvunjika kwa uaminifu ni kukuta mtu kwamba ameenda nje, amepata mtu mwingine, si ndio? Amemfuma. Yeah. Si ndio? Hasa kama unaona kuna haja gani ya kufanya hivyo, ushanielewa? Kwa sababu inayopelekea kwamba unakuta wanaingia kwenye mahusiano na wanaachana kwa sababu uaminifu ni kwamba mimi na wewe tuko kwenye mahusiano, tuna date, lakini haturuhusiwi kufanya sex. Lakini kwa sababu hiyo mimi natoka naenda sehemu nyingine ili nipate ile haja. Sasa unaona kwa nini sisi kama sisi tumalizane haja zetu ili nisitoke nje? Ni misingi mnaojiwekea mkiwa mnaanza mahusiano. Kwa ushauri gani unawapa wadada wewe kama binti kwa experience ulionayo, na njia gani wazitumie ili wawe yani wawe na mahusiano ambayo yanadumu? Kwa sababu bila mahusiano huwezi kupata ndoa. Kwa ushauri wako unawapa ushauri gani? Okay. Kwa ushauri wangu kwa wadada bwana, wafocus na maisha bwana, mahusiano yapo tu hivyo tu. Yeah. Umetisha sana. Huo ni ujumbe kutoka kwa dadangu mmoja kutoka TIA. Sasa siwezi nikajua wewe mawazo yako ni yapi. Tuendelee kufuatiliana, tuko ndani ya TIA mpaka tunahakikisha kinaeleweka.